Tanzania, elimu bila mipaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa TV Iman na msikilizaji wa Radio Iman, karibu katika wakati bora na mzuri wa kipindi cha mwangaza kwa jamii. Ama kwa hakika mambo yamekuwa ni bora zaidi, mambo ni mazuri. Nikaribishe na siku hii ya leo nimejikita zaidi katika masuala ya sheria na nimejikita zaidi katika kuitazama Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Nataka tuifahamu hii tume kwa pamoja. Wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali, lakini nataka tuifahamu kwa pamoja, kwa maana kwamba tujue tume hii ina mchango gani katika taifa letu hili la Tanzania. Kama tunavyojua kuna mihimili mitatu ambayo ni mahakama, bunge na serikali. Sasa tunajua kuitazama hii mihimili yenyewe mitatu. Hii tume ya kurekebisha sheria vipi na yenyewe inajikita katika muhimili gani? Basi tutakuja kutazama kwa kina zaidi. Katika hilo nimemwalika Baraka Chipamba. Huyu ni wakili wa serikali ambaye atakuja kutufafanulia mambo mengi mazuri ambayo yeye kwa hakika ametuandalia kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Mrisho Salum Tozo. Wakili, habari za asubuhi? Salama. Kwema kabisa? Kwema kabisa. Vipi hali yako? Hali yangu ipo vizuri. Karibu sana Radio na TV Iman. Asante sana, nashukuru sana. Naam. Tunaitazama Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Ndio. Tunapoambiwa Tume ya Kurekebisha Sheria, tupate tafsiri gani na imeanzishwa lini? Asante ndugu mtangazaji. Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo ipo chini ya muhimili wa serikali. Na Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ni taasisi ambayo imeanzishwa mwaka 1983 na imeanzishwa kupitia sheria ambayo inaitwa Sheria ya Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, ambayo sheria hii ni sura namba 171 na ilitungwa mwaka 1980. Na mpaka kufikia kutungwa kwa sheria hii kulitokana na tume ambayo iliundwa na serikali mwaka 1974 ambayo ilikuwa kwa jina maarufu ilikuwa inaitwa Tume ya Msekwa. Tume ya Msekwa ilipoundwa ilikuwa na jukumu la kupitia mfumo wa sheria hapa Tanzania. Hiyo mwaka 1974. Lakini ilipofika mwaka 1977 Tume ya Msekwa ikatoa mapendekezo, na miongoni mwa mapendekezo ambayo iliweza kuyatoa ilishauri serikali kwamba kuwe na chombo maalum ambacho kitakuwa kinaendelea kushughulikia na maboresho ya sheria nchini. Na kwa sababu ya mapendekezo hayo ambayo yalitolewa na hii Tume ya Msekwa, mwaka 1980 sheria mahususi ikatungwa kwa ajili ya kuanzisha chombo au taasisi cha kushughulikia maboresho ya sheria. Na kama nilivyosema, ilipofika mwaka 1983 chombo hiki kikaanza kufanya kazi rasmi. Na jukumu kubwa lililopewa Tume ya Kurekebisha Sheria au kazi mahususi ni kupitia sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuweza kuziwezesha ziweze kuendana na hali ya sasa ya nchi yetu. Kila kitu kina sababu ya kuanzishwa. Ndio. Pengine mambo gani ambayo yaliweza kupelekea ikawa ni sababu ya kuanzishwa kwa tume hii? Jambo ambalo liliweza kupelekea au likuwa msukumo mkubwa kwa serikali kuanzisha tume hii, kama nilivyosema, ni kutokana na ile mapendekezo yaliyotolewa na tume iliyoundwa mwaka 74 iliyokuwa inapitia mfumo wa sheria. Iliona kumekuwa na ombwe katika mfumo wetu wa uboreshaji wa sheria, lakini pia serikali iliona ili sheria ziweze kuwa zina manufaa kwenye jamii, kuwe na chombo ambacho kitakuwa kinafika kwenye jamii kuweza kupokea maoni yao sambamba na
kuweza kupokea mapendekezo kutoka kwa wananchi namna gani sheria ziweze kuboreshwa, lakini pia namna gani kuweza kuboresha mfumo wa kitaasisi, lakini pia namna chombo gani kinaweza kikashughulikia sheria ili ziweze kuboreshwa, ziweze kufiti mazingira ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia ili tusiwe mbali na dunia tulionayo. Kwa hiyo kulikuwa na udhaifu katika eneo hilo, na kama tunavyofahamu, watu wengi tumezoea kusema uwezi ukawa na haki ya kusema kama hujafanya utafiti. Kwa hiyo upande wa sheria kulikuwa na ombwe la kutokuwa na taasisi maalumu ambayo inafanya tafiti za maboresho ya sheria. Kwa hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo zilisukuma nchi yetu kuunda chombo mahususi baada ya mapendekezo ya tume iliyokuwa imeundwa ambayo maarufu imezoeleka kuitwa Tume ya Msekwa. Ndio vyombo. Kwa nini iliitwa Tume ya Msekwa? Kisheria ilikuwa ni tume ya kupitia mfumo wa sheria. Ni ile kwenye jamii sasa, kwa sababu mwenyekiti alikuwa ni Msekwa, ikawa tu imezoeleka kuitwa Tume ya Msekwa. Kama vile ambavyo kuna tume zingine nchini kwetu hapa zilikuwa zinaundwa na zinaundwa kupitia sheria chini ya mamlaka ya rais. Mfano tumezoea kuna tume ya Nyalali. Ni majina tu maarufu kwa sababu ya yule mwenyekiti anayeongoza ile tume. Lakini pia kuna kipindi kuna tume iliundwa kushughulikia masuala ya ardhi. Ilikuwa mwaka 1990 mpaka 99. Tulizoea kuita tume, wengine walikuwa wanaita tume ya Shivji. Lakini ni kwa sababu ya yule ambaye anakuwa ni mwenyekiti, kwa hiyo inabeba jina maarufu. Lakini inakuwa ni tume ya kitaifa. Sasa kwetu sisi tume ya kurekebisha sheria tuna utofauti na hizi tume zingine ambazo zinaundwa kwa muda mfupi. Sisi tume ya kurekebisha sheria kama nilivyosema kwamba toka mwaka huu 1980 tangu imeundwa, imekuwa ikiendelea kutekeleza majukumu yake mpaka sasa. Na ndio maana ni taasisi tofauti na tume zingine zinazoundwa chini ya mamlaka ya rais. Unakuta ni tume za muda fulani zinatekeleza jukumu mahususi ambazo zimepewa, lakini kwetu sisi tume ya kurekebisha sheria Tanzania, sisi ni tume ambayo ni endelevu kutokana na sheria iliyoundwa, na tumepewa mamlaka ya kitaasisi ili kuweza kuendelea na uboreshaji wa sheria, lakini pia kufanya mapitio na tafiti za sheria hapa nchini kwetu Tanzania. Asante sana. Tunapozungumzia tume hii, kila kitu kinakuwa na mwongozo wake ambayo inaongoza kwamba tume inapaswa ipite huku, ifanye hivi, ifanye hivi, ifanye hivi. Ni yapi majukumu ya tume? Asante. Tume ya kurekebisha sheria ina majukumu makuu manne. Ambayo majukumu haya tunayapata kutoka kwenye sheria ya Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania chini ya kifungu cha 4. Kifungu cha 4 kinaainisha jukumu la kwanza la tume na la pili kwamba ni kufanya mapitio na tafiti za kisheria, sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa lengo la kuziwezesha sheria hizi ziweze kuakisi hali ya sasa ya nchi. Ambayo hali ya sasa tunazungumzia ukuaji wa sayansi na teknolojia, lakini pia tunazungumza juu ya ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Tunazungumza pia ukuaji wa masuala ya kijamii. Tunafahamu kadri muda unavyozidi kwenda jamii zinabadilika, lakini pia nchi yetu inakuwa na mipango ya ukuaji wa kiuchumi. Ndiyo. Kwa hiyo sisi kama tume tumepewa jukumu la kuziwezesha sheria ziendane na hali ya ukuaji wa kiuchumi ili kuwezesha kwamba sheria ziendane na wakati. Lakini pia kwenye kufanya tafiti na mapitio tunawezesha pia sheria ziwezeshe uchumi wetu kuweza kukua sambamba na kuakisi masuala ya kiteknolojia. Tunafahamu kwamba teknolojia inabadilika kwenye nchi yetu, lakini pia teknolojia duniani kote inakuwa na kuboresheka muda wote. Kwa hiyo sisi Tume ya Kurekebisha Sheria tumepewa jukumu hilo la kwanza la kufanya tafiti na mapitio ili kuziwezesha sheria ziendane na hali ya sasa ya nchi yetu. Lakini pia jukumu jingine ambalo tume tunalo ni kufanya tathmini za kisheria, ambapo ndani ya tathmini za kisheria huwa tunaangalia malengo ya kutungwa kwa sheria kama yanafikiwa.
Na ndani ya hizi tathmini za kisheria huwa tunaangalia changamoto mbalimbali ambazo zipo kwenye sheria za nchi yetu. Na kama ilivyo utaratibu wa serikali inapokuwa imetunga sheria kupitia bunge, huwa kila baada ya miaka walau kuanzia miaka 5 tunasema sheria iweze kuangaliwa kwamba yale malengo mahususi yaliyoainishwa kwenye sheria, kwamba sheria hii imetungwa labda kusimamia sekta fulani, je, hayo malengo yanafikiwa? Ndipo ambapo sasa sisi tume tunaingia kufanya tathmini, kuangalia kama yale malengo ya kutungwa kwa sheria yanafikiwa. Lakini huwa tunaenda pia na kuangalia, je, kama sheria tulionayo haijapitwa na wakati. Ndani ya tathmini tunaangalia na tukiona kama sheria zimepitwa na wakati au ina changamoto ambazo zinapelekea ufanisi wa ile sheria usiweze kufikiwa, tunaziainisha na kutoa mapendekezo kwa serikali. Lakini pia jukumu jingine ambalo tunalo ni kutoa elimu ya sheria kwa umma, ambapo sasa sisi kama tume tunatumia njia mbalimbali kama ambavyo leo tumefika hapa kwenye kipindi chenu kizuri kuweza kuwahabarisha wananchi wa Tanzania juu ya sheria ambazo tunazo kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na maeneo mbalimbali. Kwanza watufahamu sisi ni tume ni wakina nani, Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, lakini pia wafahamu tuna majukumu gani ambayo tunayatekeleza kwenye taasisi yetu, lakini pia Watanzania waweze kufahamu wana mchango gani katika maboresho ya sheria ya nchi yetu na wana nafasi gani kubwa katika kupelekea sheria ziwe bora ndani ya taifa letu. Kwa hiyo tunawahabarisha kwa namna tofauti kupitia vipindi vya TV, vya television, lakini pia tunawatembelea pia kwenye mitandao ya kijamii, pia tunawahudumia wananchi na kuwahabarisha kupitia pia vipindi vya redio. Kwa ni njia ambazo tunazitumia. Kwa haya ni majukumu makubwa ambayo Tume ya Kurekebisha Sheria inayo na inayatekeleza hapa nchini kwetu Tanzania. Naam. Tathmini. Nini malengo ya kufanya tathmini? Mnahisi kwamba kuna ulegevu wa utekelezaji wa sheria ama ni nini ambayo kinachopelekea nyinyi sasa tuna haja ya kufanya tathmini mara baada pale sheria inapopitishwa? Asante. Lengo kubwa linalosukuma kufanya tathmini kama nilivyosema, huwa tunaangalia kama malengo ya kutungwa kwa sheria yanafikiwa. Kila sheria inapotungwa huwa inakuwa na malengo mahususi ambayo malengo haya huwa tunayaona yanaelezwa kwenye sheria yenyewe. Kwa mfano ukiangalia sheria ya bima nchini ambayo ilitungwa mwaka 2009 ilikuwa na malengo mahususi. Miongoni mwa malengo yake ilikuwa ni kuanzisha taasisi ambayo itakuwa inasimamia mfumo wa bima nchini. Lakini pia jambo jingine ambalo lilikuwa ni lengo lake ni sheria ile kuweza kusimamia mfumo mzima wa bima nchini. Kwa nini kinatusukuma labda tufike kuanza kufanya tathmini labda kwenye sheria ya aina hiyo niliyoitolea mfano? Ni kwamba tunaangalia sasa, je, haya malengo kwenye uhalisia sheria inapotumika yanafikiwa ambayo yameainishwa kwenye sheria au hayafikiwi? Na sasa changamoto ni nini ambayo inaathiri malengo kufikiwa? Kwa hiyo kama ni changamoto za kiutendaji, sisi tume tutaishauri serikali kwamba kwenye utendaji kuna changamoto fulani, kuna jambo fulani limelega kwenye utendaji, au kama ni tafsiri ya sheria tutaitaarifu serikali. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatusukuma kufanya tathmini za kisheria. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kuangalia kama malengo ya kutungwa kwa sheria yanafikiwa au hayafikiwi, na tunaangalia changamoto ni nini. Kama changamoto ni uelewa, basi tutaishauri serikali na kuanza kutoa elimu ya uelewa kwa wananchi juu ya sheria mahususi, lakini pia kwa watendaji wanaokuwa wanaisimamia hiyo sheria husika. Na miongoni mwa yale ambayo mmeyazungumza hapa ni miongoni mwa kazi au majukumu ya tume ni kuhakikisha kwamba inatoa elimu kwa umma. Je, hii elimu kwa umma mnaitoaje? Mnawafikiaje hao watu ambao mnawalenga? Na umma ambao mnaomaanisha hapa ni umma upi? Asante. Umma ambao tunaomaanisha ambao umeelezwa kwenye sheria yetu ya Tume ya Kurekebisha Sheria ni watu wote ambao wapo kwenye nchi yetu, lakini pia inafika hata kwa wale ambao wapo nje ya nchi yetu, kwa sababu tunafahamu baadhi ya vyombo tulivyonavyo hapa nchini vinagusa pia nje ya mipaka ya nchi yetu. Lakini kwa sababu sheria zetu mahususi zinahusika zaidi kwetu sisi wa Tanzania, lakini pia kwa wengine wanaotutembelea, sisi tunawalenga kuwaelimisha
au kuwahabarisha Watanzania, na tunafanya hivi ili kuwajengea uwezo wananchi wa masuala ya kisheria, lakini pia ili tuweze kuwafanya Watanzania wajue sheria zinatoa wajibu upi kwao, sambamba na haki zipi ambazo zimeainishwa kwenye sheria. Lakini pia tunawajulisha na kuwahabarisha kwamba sheria inaeleza jambo gani. Kwa zipo njia mbalimbali ambazo sisi Tume ya Kurekebisha Sheria tunazitumia. Miongoni mwa njia hizo tunazozitumia ni kupitia vipindi vya redio, lakini pia tunatumia vipindi vya television kama ambavyo leo tumefika hapa kwenye television hii na kuhabarisha wananchi, lakini pia tunaandaa makala za masuala mbalimbali ya kisheria na pia tunaandaa vipeperushi ambavyo tunaeleza mada mbalimbali za kisheria, na hizi makala na vipeperushi tunaviandaa kwa lugha nyepesi ambayo ni ya Kiswahili. Lengo ili Mtanzania wa kawaida aweze kuelewa. Pia tunapokuwa tunaeleza kwenye vipeperushi vyetu tunatumia lugha nyepesi ambayo Mtanzania wa kawaida akisoma anaweza akaelewa. Tunafahamu kwamba sheria zinakuwa na maneno yenye misamiati, wakati mwingine inakuwa ni misamiati migumu. Sisi tunapoandika vipeperushi na makala zetu tunajitahidi kutafsiri kwa namna ambayo ni rasmi, lakini pia kwa tafsiri ambazo ni nyepesi, ambazo Mtanzania akisoma au mwananchi wa kawaida akisoma anaweza akaelewa. Lakini pia njia nyingine tunayotumia kufikisha elimu kwa jamii na umma ni kuandaa vikao vya wadau. Kama ambavyo sasa hivi tumekuwa na vikao vya wadau ndani ya mkoa huu wa Morogoro, lakini pia tumetembelea mkoa wa Tanga, pia tupo kwenye mkoa wa Tabora na Shinyanga. Maeneo yote tumekuwa na vikao vya wadau karibuni ndani ya wiki hizi mbili, tukiwa tunawapa elimu ya sheria kwa umma, ambapo huwa tunaandaa mada mbalimbali ambazo tunakuwa tunawaeleza. Mfano, tumekuwa tukizungumza masuala ya ukatili wa kijinsia, changamoto ambazo zinaathiri kwenye jamii, lakini pia tumekuwa tukizungumza masuala ya haki za mtuhumiwa na mshtakiwa katika makosa ya jinai, ili pia Watanzania waweze kuelewa unapokuwa unatuhumiwa au unashtakiwa una haki zipi katika jamii. Eneo jingine ambalo tumekuwa tukilizungumza ndani ya hizi wiki mbili ambazo tumezunguka kwenye hii mikoa minne, tunazungumzia pia sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu. Tunafahamu tumeona kwenye jamii kumekuwa na changamoto, watu wamekuwa wakihusishwa na makosa hayo bila wakati mwingine wao kufahamu. Mtu anachukua binti wa kazi, anamsafirisha kwa nia njema, lakini binti anaenda kutumikishwa kwa mambo mengine ambayo ni kinyume cha sheria. Kwa tumekuwa tukiwajengea wananchi uwezo katika maeneo hayo. Lengo ni ili kuwawezesha wananchi waweze kuelewa sheria tulizo nazo. Lakini pia jambo jingine, njia nyingine tunayoitumia, tunaandaa makongamano na warsha, ambazo kwenye makongamano na warsha huwa tunatoa elimu kupitia kuwa na mada chochezi ndio kwa wataalamu na wananchi ambao tunawaalika kwenye hayo maeneo. Kwa ni njia ambazo tunazitumia, lakini pia tunatumia mitandao ya kijamii. Tupo Instagram, tupo YouTube kwa jina la Tume Sheria. Maeneo hayo yote tunaandaa mada mbalimbali na tunazirusha kupitia mitandao hiyo ya kijamii, na inakuwa ni sehemu ya sisi kuwahabarisha wananchi, ambalo lengo kubwa tunalokuwa nalo ni kuhakikishia wananchi wanazielewa sheria zetu, sababu nchi yetu ina zaidi ya sheria 400 ambazo tunazo kwenye nchi yetu, na mwananchi wa kawaida kuzielewa zote inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi tunatumia taasisi yetu, kwa sababu ni jukumu letu la kutoa elimu ya sheria kwa umma, kuwafikia wananchi kwa kuwahabarisha na kuwapa elimu ili wapate uelewa wa hizi sheria ambazo tunazo ndani ya nchi yetu. Tunapozungumzia elimu ya sheria kwa umma, ndio ina mchango gani katika maboresho ya sheria hapa nchini? Elimu ambazo mnazozitoa, warsha, makongamano na kadhalika, ina mchango gani katika maboresho ya sheria? Elimu ya sheria kwa umma ina mchango mkubwa katika maboresho ya sheria hapa nchini, kwa sababu sisi tunapowahabarisha wananchi juu ya elimu ya sheria mbalimbali, inakuwa ni wasawa wao kuzielewa hizo sheria, ili sisi kama tume tunapopita kupokea maoni, basi inakuwa ni sehemu nzuri ya kupokea maoni ambayo yanakuwa na tija
na yanakuwa tunapata maoni chanya kutoka kwa wananchi, kwa sababu kwa mfano tukiwa labda tunapitia sheria labda kanuni ya makosa ya adhabu ambao ni sura namba 16, tunampitia mwananchi ambaye tayari tumemfundisha makosa mbalimbali yaliyopo kwenye hii sheria. Kwa hiyo hata changamoto ambazo yeye anakutana nazo zinazohusiana na hii sheria itakuwa rahisi yeye kuweza kutuhabarisha au kutujulisha, kwa sababu kwenye sheria yetu ya tume inatutaka tuwashirikishe wananchi katika mapitio ya sheria lakini pia tuwashirikishe wananchi katika kutoa mapendekezo ya maboresho ya sheria. Kwa hiyo elimu ya sheria ina nafasi kubwa katika maboresho ya sheria. Lakini pia tunavyompa elimu inamfanya mwananchi atupe mapendekezo ambayo ni mazuri, kwa sababu anakuwa tayari ameshaielewa sheria inataka nini na inatoa uhitaji upi, inampa haki zipi, inasimamia eneo gani. Kwa hiyo inamwezesha yeye kujua changamoto zilizopo. Unaweza ukatupa mfano wa mafanikio ambayo mmeyapata mara baada ya hili ambayo tumetoka kulizungumza punde, kwa maana kwamba maboresho ya sheria yametokana katika warsha, katika makongamano, lakini pia katika utoaji wa elimu yenu kwa umma? Asante. Mfano mmoja wapo, mwaka uliopita tulikuwa tumeandaa vikao vya wadau kama hivi tunavyovifanya. Tulifanya katika mkoa wa Lindi, tulifanya katika mkoa wa Mtwara, tulifanya katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Tulipokuwa tunafanya hivi vikao vya wadau, miongoni mwa maeneo ambayo tuliweza au kundi tulilokutana nalo ni watu wenye ulemavu. Kupitia kundi hili la watu wenye ulemavu walitueleza changamoto mbalimbali ambazo baada ya sisi kuwapa elimu wakawa wanatueleza changamoto mbalimbali zilizopo kwenye sheria ya watu wenye ulemavu. Kwa kupitia zile changamoto walizokuwa wanatueleza, sisi kama Tume ya Kurekebisha Sheria ya Tanzania tukaona ipo haja ya kulipitia eneo la sheria ya watu wenye ulemavu. Na kwenye mpango kazi wetu ndani ya mwaka wa fedha ujao, miongoni mwa eneo ambalo tunalitajia kulifanyia kazi ni hili la sheria ya watu wenye ulemavu. Tumeliweka ndani ya mpango kazi wetu. Kwa sababu sisi Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, sheria yetu hii ya Tume ya Kurekebisha Sheria sura namba 171 imetupa mamlaka pia tume kuandaa mpango kazi wa mapitio ya sheria na sambamba na tathmini na tafiti, ambao sisi kwa mamlaka tulionao tuna uwezo wa kufanya mapitio kwenye sheria ambao tunaona ina changamoto kulingana na tunapokuwa tunapita kwenye jamii, lakini pia wataalamu wengine wanaotuandikia. Lakini pia sheria yetu pia imetupa njia nyingine kupokea maelekezo kutoka serikalini kupitia kwa waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, lakini pia kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa tulipokuwa tunatoa elimu kwa mwaka uliopita wa fedha, tuliona hizo changamoto ambazo ziliainishwa na wadau kupitia sisi eneo letu la kutoa elimu ya sheria kwa umma. Kwa tukaona kuna haja hii sheria ya watu wenye ulemavu nao kuona namna gani inaweza ikafanyiwa mapitio ili kuweza kubaini changamoto zilizopo. Kama ni za kisheria, za kiutendaji, basi tuwasilishe mapendekezo kwa serikali. Kwa ni njia ambayo pia elimu ya sheria kwa umma ni njia ambayo inatusaidia sisi kupokea changamoto zilizopo kwa wananchi. Kwa tija na matokeo makubwa yanapatikana kupitia elimu ya sheria kwa umma katika maboresho ya sheria zetu. Mpaka sasa tukijaribu kutazama kwa kina zaidi, ndio Tume imeshatoa taarifa ngapi za mapitio ya tafiti, tathmini na sheria, na upi mchango wake katika mfumo wa sheria nchini? Asante. Hadi sasa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania tumekwisha toa taarifa zaidi ya taarifa 65 tangu tume imeanzishwa. Na unaweza ukaona kwamba idadi mbona kama vile sio kubwa, ni ndogo. Ni kama vile ni ndogo, lakini ni idadi kubwa kwa sababu ndani ya taarifa moja unakuta tunabeba zaidi ya sheria moja. Kutoka kwenye taarifa moja tunaweza tukawa tunapitia mfumo mzima wa sheria. Kwa labda tunapitia kwenye eneo labda la migogoro ya ardhi. Tunafahamu sheria zinazohusiana na ardhi zipo zaidi ya sheria 5. Kwa ndani ya taarifa yetu hii moja utakuta imebeba maeneo hayo yote. Yaani imegusa sheria nyingi kwenye taarifa moja. Kwa mpaka sasa tumekwisha kutoa taarifa zaidi ya 65 ambazo zimegusa maeneo tofauti ya sheria za nchi yetu. Na hizi taarifa pia zimepelekea
zimekuwa na mchango mkubwa katika maboresho ya sheria, sababu pia zimepelekea kuundwa kwa sheria mpya. Kwa mfano, tulipotoa taarifa inayohusiana na usimamizi wa watu wenye ulemavu, ilipelekea kuundwa kwa sheria ya watu wenye ulemavu. Lakini pia tulipitia eneo jingine na kulifanyia utafiti lililokuwa linagusa watoto, ambapo ikapelekea kuundwa kwa sheria ya watoto ambayo inatoa mstakabali mzima inaolinda maslahi ya watoto na imeainisha haki za watoto sambamba na namna gani jamii inaweza ikamlinda mtoto na ikawajibika katika ukuaji na malezi stahiki ya watoto wetu. Lakini pia mwaka 2015 iliundwa sheria ya makosa ya kimtandao. Ilitokana na utafiti ambao sisi tume tuliweza kuufanya. Tuligusia eneo hilo na kupitia taarifa zetu tuliandaa zilizohusiana na masuala ya mitandao na teknolojia, ikapelekea kuundwa kwa sheria mahususi ambayo inaainisha makosa ya kimtandao na namna gani ambavyo jamii inaweza ikawa salama katika matumizi bora ya mtandao. Na katika maboresho ya sheria pia imeenda hatua nyingine nje tu ya sheria mpya kutungwa. Pia sisi tume ya kurekebisha sheria, taarifa zetu zimepelekea maboresho chanya na makubwa katika sheria za nchi yetu. Mfano tu hivi karibuni kwenye mwaka 2020 mpaka mwaka 2021, miongoni mwa maeneo ambayo tulikuwa tunayafanyia mapitio ni eneo la migogoro ya ardhi nchini hapa, na kupitia sisi kufanya mapitio katika eneo hilo ilipelekea uboreshaji wa mfumo wa utatuzi wa migogoro ya ardhi kutokana na changamoto zilizokuwepo kwenye jamii. Kwa hiyo ilipelekea mwaka 2021 mwezi wa 10 sheria iliyokuwa inashughulikia migogoro ya ardhi ambayo kwa Kiingereza tunaita the Land Dispute Courts Act ilifanywa maboresho ambayo tunaita sheria ya mahakama sheria ya ardhi, sheria ya mahakama ya migogoro ya ardhi ilifanywa maboresho, ambapo miongoni mwa eneo kubwa ambalo sisi tume tulipendekeza ni kuboresha mabaraza ya ardhi ili yaweze kufanya kazi ambayo ilipelekea mabaraza kuundwa, ambayo ni kazi ya usuluhishi, ambapo mpaka sasa tunaona masuala ya usuluhishi yanafanyika kwenye mabaraza. Lakini pia eneo jingine tuliangalia uwakilishi katika mahakama za mwanzo. Kwa hiyo tulitoa taarifa na marekebisho ya sheria yakafanyika, ambapo sasa hivi tunaona kwenye mahakama za mwanzo pia mawakili wanaruhusiwa kuwawakilisha wananchi kwenye mashauri mbalimbali. Lakini pia mwaka 2024 kuna sheria ilifanywa maboresho ambayo ilionyesha maboresho yalitolewa na serikali ambayo yaliboresha sheria ya makosa ya kimtandao sambamba na sheria ya watoto, ambapo ikaongeza ulinzi wa mtoto katika maeneo ya kimtandao, lakini pia kwenye ile sheria ya watoto ambayo ni maboresho namba 10 ya mwaka 2024. Haya pia yalitokana na mapitio ambayo sisi tume ya kurekebisha sheria tuliyafanya ambayo yaligusa katika masuala ya maadili. Kwa hiyo kumekuwa na maboresho makubwa ya kisheria ambayo yanatokana na tume ya kurekebisha sheria. Ningesema niyazungumze ni mengi. Yani kwenye nyanja nyingi, kwenye nyanja za makampuni tulifanya mapitio katika eneo la makampuni, lakini pia tumefanya mapitio katika eneo jingine ambalo lilikuwa linahusu majina ya kampuni sambamba na hatimiliki na hakishiriki ambayo inagusa pia wasanii wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumegusa maeneo mengi na tumekuwa tukiendelea kutekeleza jukumu letu hili kubwa ambalo tumepewa na serikali. Asante sana bwana. Ni Baraka Chipamba, wakili wa serikali, akiweza kutueleza kwa kina zaidi tume ya kurekebisha sheria ya Tanzania. Kwa hakika tumepata mwangaza uliokuwa bora zaidi wa hii tume na namna kazi zake zinazofanyika, lakini pia ni namna bora pia zaidi ya namna ambavyo wanavyotoa elimu kwa umma na namna ambavyo tafiti zinafanyika kuweza kuhakikisha kabisa kwamba inapelekea kuboresha sheria mbalimbali ambazo ziko hapa nchini Tanzania, ambazo tunazitekeleza kwa namna moja ama nyingine. Nchi imeundwa kisheria na sheria ndio ambayo inatuongoza. Kuna sheria, kuna haki, kuna wajibu. Ni sahihi. Vitu vitatu tofauti ama kitu kimoja kimegawanywa katika sehemu hizo 2 ama 3? Naweza nikasema ni vitu vinavyoingiliana. Vinaingiliana kwa nini?
Sheria, ndani ya sheria utakuta kuna haki zinaelezwa mule. Ndio. Lakini pia ndani ya sheria tutakuta zinafafanua wajibu mbalimbali ambao unatakiwa kufanyika. Kwa mfano tukigusa sheria ya mtoto tutakuta inaeleza haki zipi ambazo mtoto anakuwa nazo. Mfano itaeleza haki ya kupata elimu, haki ya kuweza kuwa na haki ya kwenye elimu kusomeshwa, lakini pia haki ya kulelewa katika mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya mustakabali mzima wa ukuaji wa mtoto. Lakini pia ndani ya sheria mtoto tutakuta inatoa wajibu kwa wazazi na walezi kuweza kutekeleza hizi haki. Kwa hiyo naweza nikasema ni vitu vinavyoendana, kwa sababu ndani ya sheria tutakuta haki, tutakuta pia na wajibu mbalimbali ambao unaainishwa. Lakini pia sheria lazima iwe ni sehemu ya utoaji haki na utambuaji wa haki kwenye nchi yetu. Kwa hiyo sheria yenyewe pia lazima ihakikishe inatoa haki kwa watu, haki kwa raia, haki kwa jamii. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni ngumu kusema tunavitofautisha, kwa sababu utavikuta vinaingia sehemu zote za pamoja. Ndio. Asante sana. Sasa tutazame katika mwaka wa fedha 2025-2026. Ndio. Tume inafanya mapitio na utafiti wa sheria zipi? Asante. Kwenye mwaka wa fedha huu tulionao 2025-2026, miongoni mwa maeneo ambayo tunayafanyia kazi, tunafanya utafiti kwenye maeneo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tunafanya utafiti kuhusiana na biashara ya kaboni, au wengine wanaita hewa ukaa. Ni eneo ambalo tunalifanyia tafiti hivi sasa. Na kilichotusukuma au lengo kubwa la utafiti huu ni kuangalia namna gani kama nchi yetu ya Tanzania inaweza ikakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, sambamba na kuangalia masuala fursa ambazo zipo kwenye hii hewa ukaa, ili kuweza kuboresha sheria hii ya hewa ukaa. Lakini pia tunaangalia namna gani ya utendaji unaweza ukakaa vizuri katika usimamizi wa haya masuala ya biashara ya kaboni. Lakini pia tunaangalia namna gani nchi inaweza ikalinda au ikahifadhi pia mazingira tulionayo. Kwa sababu pia hii hewa ukaa pia ni miongoni mwa inapatikana kwenye nguzo mojawapo ya dira yetu ya 2050. Kwa pia ni eneo ambalo tunalifanyia kazi. Eneo jingine ambalo tunalifanyia kazi ni masuala ya akili unde, au wengine tunasema AI, wengine wanasema akili mnemba. Ni eneo ambalo tunalifanyia kazi kwa lengo kubwa kuangalia namna gani haya masuala ya akili mnemba au akili unde yanaweza yakasimamiwa vizuri ndani ya nchi yetu, kwa sababu ni teknolojia mpya ambayo imekuwa ikitumika kwenye mitandao, lakini pia imekuwa ikitumiwa na wananchi, lakini pia imekuwa ikitumiwa kwenye masuala ya kilimo, utafiti wa kilimo pia imekuwa ikitumika kwenye upande wa elimu. Tumeona hata Wizara ya Elimu imekuwa mara nyingi inazungumza na kufanya maboresho katika masuala ya elimu ikihusisha akili unde. Kwa hiyo sisi kama tume tunafanya utafiti ili kuona namna gani sheria tulizonazo zinaizungumzia akili unde. Ingawa pia tumekuta kuna changamoto kwenye sheria zetu kutambua teknolojia mpya inayoibuka. Kwa hiyo sisi tume tunaangalia ili kuona pia namna gani sheria inaweza ikalinda maadili. Haya masuala ya akili unde yanaweza yakalindwa kupitia mfumo wa kisheria ili pia kulinda maadili yetu, yani yasiharibu mfumo wetu wa maadili nchini kwetu. Pia tunaangalia masuala ya uwajibikaji katika masuala ya AI. Tunafahamu wapo watu wanatumia AI kuandaa maudhui mbalimbali. Sasa nani anawajibika? Kwa sababu ni teknolojia ambayo sisi imekuja, sisi tumekuwa kama watumiaji. Lakini pia eneo jingine ambalo tunaliangalia, tunafanya mapitio ya sheria ya bima, sura namba 394. Sheria ya bima ni sheria ambayo imeanzisha taasisi ambayo ni tunaita TIRA, mamlaka ya usimamizi wa bima nchini. Lakini pia ni sheria ambayo inasimamia mfumo mzima wa bima nchini. Ni sheria ya kiangalia ilitungwa mwaka 2009, na sheria hii imekuwa ina changamoto kadhaa ambazo sisi tumeziona zinazoathiri taasisi iliyoundwa, lakini pia zinazoathiri utendaji wa hii sheria. Na kwa sababu sheria bima ni eneo mojawapo ambalo linasimamia uchumi wa nchi yetu, au lina mchango mkubwa katika uchumi wa nchi yetu. Sambamba pia bima ni eneo ambalo kuna bidhaa mpya kila siku zinaibuka kwenye soko la bima. Mfano sasa hivi kuna kitu tunaita takaful. Tunaona pia kwenye baadhi
ya televisheni kinatangazwa. Ni bidhaa ambayo ipo kwenye mfumo wa bima wa nchi yetu ambao ni bima zinazohusiana na halali ambazo ni halali kupitia sheria za Kiislamu. Sasa tunasema ni bidhaa mpya na ni ukuaji wa soko la bima. Kwa hiyo sisi tunafanya mapitio ili kuiwezesha hii sheria iweze pia kuakisi hizi ukuaji mzuri wa masuala ya bima na changamoto zingine ambazo zipo katika hii sheria ya bima. Lakini pia eneo jingine ambalo tunalifanyia kazi ni mapitio ya sheria ya bima za magari au bima za vyombo vya moto. Sheria hii ni kongwe na zaidi ya miaka 50 hapa nchini kwetu. Na wakati inatungwa hizi pikipiki tunazoziona sasa hivi hazikuwepo. Bajaji hazikuwepo. Lakini pia sasa hivi tuna magari, tuna pikipiki zinazotumia umeme. Kwa hiyo kumekuwa na ukuaji mkubwa wa sayansi na teknolojia kwenye sekta ya bima za vyombo vya moto. Lakini pia hii sheria inamkava mtu wa tatu. Yani yule anayeathiriwa labda na ajali third party. Wengine wanaita kwa lugha ya kigeni tunaita third party. Inakava mtu wa tatu. Madhila yale anayopata mtu wa tatu. Kwa kumekuwa na changamoto ambazo tumeziona zikilalamikiwa kwenye jamii na wataalamu mbalimbali katika hii sheria. Kwa pia sisi tunapitia kwenye hii sheria kwenye huu mwaka wa fedha tulionao. Eneo jingine ambalo tunalifanyia kazi kwenye mwaka huu wa fedha ni sheria ya afya na usalama mahala pa kazi. Hapo sheria ya afya na usalama mahala pa kazi. Tutakuja kuangalia zaidi, maana imekuwa pia ni changamoto kubwa sana kwa watu ambao wanapata changamoto sehemu za kazi. Asante. Mtazamaji ambaye unatufuatilia na msikilizaji, hivi sasa tupate mapumziko, nikirejea nitaendelea na kipindi tukiangazia leo Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema yatba'u al-mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maiti husindikizwa na mambo matatu: amali yake, ndugu yao, familia yao, jamaa zao na mali yake. Kafa hospitali, magari yatachukua huko kwenda kufuata maiti, itabeba watu kueleka makaburini, msikitini, kadha, ataswaliwa wapi. Ndio mali inavyofanyika hivyo. Ndugu watabeba jeneza, wataingiza msikitini, watakwenda msalla, watamswalia, watapeleka makbara. Matendo yako ndio rafiki yako mwenye thamani kwako, ndio utakaobaki nayo katika maisha ya barzakh mpaka siku ya kufufuliwa. Unaandaa vipi amali yako hiyo? Wote wanarudi, unabaki peke yako katika upweke huo. Hivi umeshatafakari itakuwaje usiku wa mwanzo, awwalu laila tabituha inda alqabrika, usiku wa mwanzo ambao wewe utakulala kaburini? Umeshatafakari? Thamani ya mtu haipo ndugu yangu katika imani ila atakavyoandaa safari yake mwenyewe. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka. Ndugu zangu katika imani, tukumbuke katika dua za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizokuwa akikithirisha kuomba sana. Alikuwa akisema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ewe Allah nisaidie mimi niwe katika wenye kukumbuka wewe na kadhalika kukushukuru na niwe katika waja wako wema. Huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa hajakutana yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na changamoto nyingi kama zile ambazo labda tunaweza tukasema za kisasa zaidi kama hizi za kwetu, ambazo wewe na mimi tuna sababu zaidi ya kumwomba Allah tabaraka wa taala kutokana na fitna zilizokuwepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithirisha sana kusema Allahumma ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinika, ewe Allah unayegeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu uwe imara katika dini yako. Anasema Allahumma ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik, ewe Allah mwenye kuelekeza nyoyo, elekeza nyoyo zetu katika kukutii wewe. Athabat min Allah azza wa jalla, umadhubuti upo kwake Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala kuwa na uimara na kuwa madhubuti. Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka. Naam, tumeweza kurejea tena mtazamaji wa TV Iman na msikilizaji wa Radio Iman, tukiangazia tume ya kurekebisha sheria Tanzania. Tulikuwa tunatazama mambo mbalimbali hapa na tulikuwa tumejikita zaidi katika swala zima katika kwamba tume inafanya mapitio gani na utafiti wa sheria zipi ambazo tume imekuwa ikiweza kuzifanya. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yapo ndio kuna sheria ambazo bado hazijapita bungeni. Ni sahihi. Na nyinyi mnasema kwamba sheria zilizopita bungeni nyinyi mnahakikisha kabisa kwamba mnazifanyia tafiti mambo yaweze kwenda sawa. Ndiyo. Bado hazijapita bungeni. Lakini huku ukitazama mfano sheria inayohusu masuala mazima mifumo ya fedha za Kiislamu kupitia mabenki, mfumo wa fedha za Kiislamu kupitia mabenki ama mabenki ya Kiislamu. Ndio. Hii sheria bado haijapita. Lakini bado miamala hii ya kifedha za Kiislamu inafanyika. Je, kuna kuwa na makosa ama kuna usahihi fulani ambao upo ambao bado watu hawajaelewa vizuri? Wakati mwingine ni changamoto zingine tunaweza tukasema ni wakati mwingine ni uelewa. Ni kweli sisi kama tume ya kurekebisha sheria tunafanya kama nilivyosema mapitio na kuangalia changamoto mbalimbali ambazo zipo kwenye sheria. Lakini pia kama umezungumza miamala ya benki za Kiislamu ambayo sasa hivi tunaamini pia ni sehemu ambayo inachangia uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kulingana na hali ya sasa ambayo inagusa eneo hilo la uchumi, sisi tume tunakuwa tunaingia kwenye jukumu hilo. Lakini pia kwa sababu ukiangalia hizi mamlaka za usimamizi kupitia sheria mahususi ambazo zinaanzisha, kama eneo mojawapo nilisema lile la sheria ya bima ambayo tunaifanyia mapitio, unakuta kuna mamlaka kama bima. Kwenye masuala ya benki unakuta mamlaka ya BOT unaikuta ambayo inasimamia. Kwenye hizi sheria ambazo zinaanzisha mamlaka hizo pia huwa zinapewa jukumu la kutengeneza kanuni na miongozo mbalimbali. Kwa unaweza kuta mchakato wa sheria unaendelea bungeni, lakini kunakuwa na muongozo ambao umeshapewa na mamlaka au umeanzishwa na mamlaka hizi za usimamizi ili kuhakikisha kwamba eneo sasa ambalo ni jipya au jambo jipya ili liweze kuwa na muongozo mzuri ili kusiwepo na uvunjifu wa sheria yoyote. Kwa huwa ni utaratibu huo ambao unatumika. Kwa sababu tunafahamu kwenye vyombo vyetu ambao ni bunge linaloshughulikia, bunge lina kazi zaidi ya moja ambao kazi kubwa mama tunasema ni kusimamia serikali sambamba na kufanya maboresho, kutunga sheria na kupitisha maboresho ya sheria. Lakini pia tunasema lina kwenye upande wa usimamizi wa serikali kupitisha bajeti na mambo mengineyo. Kwa sababu wakati mwingine mchakato huo unakuwa unaendelea. Maboresho ya sheria inakuwa sio jambo la siku moja kwamba leo utaamka au ndani ya wiki moja utakuwa umekamilisha. Inakuwa ni mchakato. Kuna masuala yanayohusisha kuandaa tunaita bill au miswada ili iweze kuwasilishwa bungeni. Kwa hiyo kuna mchakato mkubwa ambao unakuwa unaendelea. Lakini serikali yetu kwa sababu ni sikivu na inajali jamii tulionayo, ndio maana wakati mwingine kwa sababu kupitia ile mamlaka ambazo mamlaka hizi za usimamizi inakuwa zimepewa, unakuta zinaandaa miongozo wakati taratibu zingine zikiendelea za maboresho ya sheria. Na tume hii
huwa inafanya juhudi gani kuhakikisha kabisa hii michakato mbalimbali ambayo pengine inakwama kwa namna moja ama nyingine, ama inakwenda taratibu kuweza kuharakisha ili iwe sheria kamili sasa ili iweze kufanyiwa kazi? Tume mnashiriki vipi katika jambo hilo? Asante. Sisi kama tulivyosema, jukumu letu kubwa na la msingi ni kufanya mapitio, tathmini sambamba na utafiti. Na sisi kama tume tunapokuwa tumepeweza taarifa na serikali kupitia waziri wa katiba au mwanasheria mkuu wa serikali, au sisi wenyewe tunapoiona changamoto, huwa tunajitahidi kutekeleza jukumu kwa wakati. Na sisi tukisha tekeleza jukumu letu, sheria yetu inatuelekeza tuwasilishe taarifa kwa waziri wa katiba na sheria, ambapo pia sheria yetu inatoa maelekezo kwamba baada ya kuwasilisha ndani ya miezi 12 hiyo sheria ile taarifa inatakiwa waziri au amewasilisha na kuendelea na mchakato mwingine mpaka kufika bungeni. Sheria inaelekeza tangu taarifa imetoka ndani ya muda wa mwezi 12, ndani ya miezi 12 hatua nyingine ya ziada iwe imeshaanza kufanyika. Kwa hiyo sisi kama tume huwa jukumu letu ni kumkabidhi waziri wa katiba na sheria taarifa, lakini pia kwa sababu utafiti tunaofanya unakuwa na tija kubwa ndani ya serikali. Serikali inafanya jitihada na inakuwa inatumia jitihada ya kuhakikisha zile taarifa tunazowasilisha zinafanyiwa kwa wakati. Ndio maana unaona miongoni tunakueleza taarifa zingine watazamaji na wasikilizaji kama nilivyokuwa nimeeleza hapo awali kwamba kuna taarifa zingine tumetoa mwaka 2021 mwishoni unakuta maboresho ya kisheria yamefanyika. Kwa hiyo serikali inafanya jitihada kubwa ya kuhakikisha sheria zinaakisi hali ya sasa ya nchi yetu. Sababu kwa nini pia jitihada hii ya serikali inafanya jitihada kubwa? Kwa sababu pia sheria zetu ni nyenzo mojawapo ya kufikia pia hata dira ya maendeleo tulionayo ya mwaka 2050. Sheria ni miongoni mwa kichocheo au sehemu kubwa ambayo inapelekea utekelezaji wa mipango ya serikali. Naam. Asante. Hem, tutazame sasa tume hii ina jukumu gani katika kuhakikisha mapendekezo kuhakikisha kabisa utekelezaji wa dira ya mwaka 2050, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ina jukumu gani katika utekelezaji wa dira hii ya maendeleo? Maana wakati rais anaizindua mwaka jana, ndio alisema kwamba kila kitengo cha serikali lazima iweze kuhakikisha kabisa mambo yake yote inayapanga kupitia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 mara baada ya kumalizika ambayo ilikuwa ya mwaka 2025. Naam. Ni sahihi. 2025 mwezi wa 7, mwezi Julai, rais alizindua dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Na miongoni mwa maelekezo aliyoyatoa wakati wa uzinduzi, alielekeza sisi tume tulielekezwa na Mheshimiwa Rais, akasema tume ya kurekebisha sheria na mwanasheria mkuu wa serikali wachambue na kutoa mapendekezo kwa serikali juu ya maboresho ya sheria ili kuwezesha utekelezaji wa dira. Tunafahamu mwezi Julai mwaka huu 2026 dira ya 2050 itaanza kutekelezwa, lakini maandalizi tayari yameshaanza. Na sisi kama tume, kwa sababu tumepewa jukumu mahususi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi tume tumeanza utekelezaji ikiwemo mpango kazi ambao tunaendelea nao au mipango ambayo tunaiweka, tunahakikisha kwamba inaakisi maeneo ambayo yanaguswa na mipango ya serikali au mpango wa kitaifa. Sio tu wa serikali, dira sio tu ya serikali, ni taifa zima ni sehemu ya mpango huo. Kwa hiyo kupitia maelekezo yale, sisi tume tumeshaanza kuchukua hatua za kufanya kazi ili kuweza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo tumeshaanza kuyafanyia utafiti, ikiwemo eneo mojawapo ambalo tumeanza kulifanyia utafiti ni ile ambalo nimesema la akili unde au AI. AI miongoni mwa maeneo ambayo kichocheo kikubwa, kichocheo kimojawapo cha dira yetu ya maendeleo ya 2050 ni swala la sayansi na teknolojia. Na kwenye sayansi na teknolojia dira yetu inatambua juu ya teknolojia zinazoibuka ikiwemo akili unde. Kwa pia ni eneo ambalo tayari sisi tumeshaanza kulifanyia utafiti
kwa sababu ni eneo ambalo linaguswa na dira yetu hii tunaoanza kuitekeleza mwezi wa 7. Eneo jingine ambalo pia tumeshaanza kufanyia utekelezaji kupitia mradi wetu ambao unaendelea ni biashara ya kaboni, hewa ukaa. Dira yetu ukiangalia nguzo mojawapo inagusa swala la mazingira, uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, na imegusa miongoni mwa jambo la msingi ambalo litahakikisha uhifadhi wa mazingira unafanyika ni hili swala la kaboni. Kwa sisi tume tayari tumeshaingia kuanza kufanya utafiti katika eneo hilo ili kuweza kufanya maboresho ya kisheria ili pia iweze kusaidia utekelezaji katika dira yetu ya 2050. Lakini pia eneo jingine ambalo dira yetu linaizungumza moja kwa moja, kichocheo kimojawapo kitakachowezesha uchumi wetu kuweza kukua ni swala la nishati nchini kwetu, upatikanaji wa nishati ambayo itakuwa ni toshelevu. Tayari kuna hatua zinaendelea na taratibu zinaendelea kuweza kupitia mifumo ya kisheria ambayo inagusa eneo hilo la nishati. Lakini pia sisi Tume ya Kurekebisha Sheria katika utekelezaji wa dira, tunapokuwa tunapanga mipango yetu, tunapopanga mpango wa majukumu wa tume katika mwaka unaokuwa unafuata, tunazingatia dira hii tulionayo ambayo inaanza kutekelezwa, dira 2050 katika upangaji wa mipango yetu. Lakini pia tunapokuwa tunafanya maboresho ya kisheria kwenye tathmini, kwenye mapitio, lakini pia kwenye utafiti. Ukiangalia kwenye taarifa tunazoziwasilisha serikalini, tunafanya uchambuzi wa dira tunaokuwa tunaendelea nayo. Kwa kwenye taarifa ambazo kwenye hizi kazi ambazo nimezizungumza, miradi ambayo inaendelea ikiwemo sheria ya bima, ikiwemo sheria ya afya na usalama mahala pa kazi, lakini pia sheria inayogusa hizi bima za vyombo vya moto. Ndani yake miongoni mwa jambo tunalolifanyia uchambuzi na kuliwekea mkazo katika maboresho ya hizo sheria, tunaweka mkazo pia katika dira yetu ya 2050. Kwa hiyo, lakini tunapoenda kutoa pia elimu kwa wananchi, kama nilivyosema, sasa hivi tuna karibu siku 14 tunatembea kwenye baadhi ya mikoa ikiwemo Morogoro, mkoa wa Tanga, Tabora na Shinyanga. Miongoni mwa maeneo pia ambayo tunawaelimisha wananchi ni kuhusiana na dira yetu, ili pia sisi kama wataalamu tunawezesha wananchi pia waweze kuitambua dira, ikihusisha na sisi jukumu letu la Tume ya Kurekebisha Sheria la kufanya mapitio. Kwa hiyo tumeshaanza kutekeleza, kwa sababu ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tunayatekeleza kwa nguvu kupitia majukumu yetu ambayo yameainishwa kisheria katika maeneo hayo niliyosema: mapitio, elimu ya sheria kwa umma, tathmini sambamba na utafiti. Sheria ya masuala ya afya na usalama mahala pa kazi, hii ipoje na mnaifanyia tafiti gani, ama kuna maboresho gani ambayo yapo? Asante. Sheria hii ya afya na usalama mahala pa kazi ni sheria ambayo inachochea masuala ya biashara na uwekezaji. Tunafahamu mtu anapokuja kuwekeza ataajiri watu ambao ni sisi wa Tanzania. Lakini pia kwenye masuala yetu ya biashara yanatugusa sisi wa Tanzania ambao pia sisi wenyewe tunaanzisha biashara, lakini pia sisi wenyewe wa Tanzania tunafanya uwekezaji katika maeneo tofauti, fursa ambazo tunazo hapa nchini. Kwa hiyo sisi Tume ya Kurekebisha Sheria tumeona tunapitia hii sheria kwa lengo la kuboresha mamlaka ambazo zinasimamia maeneo haya ya usalama mahala pa kazi. Lakini pia ili kuwezesha hii sheria ya afya na usalama mahala pa kazi pia iweze kuakisi dira yetu ya maendeleo ya 2050. Sambamba na kuwezesha kuweka mazingira salama ya uwekezaji na biashara, ili pia biashara zetu ziweze kuendelea, kusiwepo na changamoto ambazo zinaibuka kwenye maeneo yetu ya biashara, lakini pia maeneo yetu ya uwekezaji. Kama tunavyofahamu kwamba pia teknolojia inakuwa, sheria yetu kuna maeneo inagusa, lakini kwa sababu ya ukuaji wa kiteknolojia tunaona ipo haja sheria hii iweze kuboreshwa ili kuweza kuakisi pia maendeleo ya kiteknolojia yanayotokea kwenye mahala pa kazi ambapo mtu anaajiriwa, ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi unakaa vizuri. Lakini pia mazingira ya ufanyaji kazi, kwa sababu ya ukuaji wa kiteknolojia tunafahamu ipo mitambo ambayo viwanda vyetu vinanunua. Sisi wale wafanyabiashara pia wananunua vitu mbalimbali ambavyo vinaendana na teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo kupitia mapitio tutawezesha sheria hii ya afya na usalama mahala pa kazi iweze kuakisi
usalama kulingana na ukuaji wa masuala ya kiteknolojia. Ndio. Asante. Tume ya Haki Jinai iliwasilisha mapendekezo serikalini mwaka 2023. Naam. Je, tume ya kurekebisha sheria ina nafasi gani katika kutekeleza mapendekezo hayo? Asante. Ni kweli mwaka 2023 Rais aliunda tume ya haki jinai iliyokuwa inasimamiwa na Mheshimiwa Jaji mstaafu Jaji Mohamed Chande Othman Chande ambaye tume ile iliweza kupitia mfumo mzima wa haki jinai nchini sambamba na taasisi zinazosimamia masuala ya haki jinai, ambazo taasisi zenyewe ni polisi, sipo polisi, ipo TAKUKURU, zipo mahakama, magereza ni miongoni mwa taasisi ambazo zipo na zingine nyingi ambazo tunazo hapa nchini kwetu. Na sasa baada ya tume ya haki jinai kutoa mapendekezo kwa serikali, miongoni mwa mapendekezo yalitutaka sisi tume ya kurekebisha sheria tuweze kuingia, kwa sababu yalikuwa ni mapendekezo ya maboresho ya kisheria. Na baada ya sasa yale mapendekezo kuwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais, sisi tume yapo majukumu ambayo tumeyafanya katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais. Miongoni mwa eneo ambalo tulilifanyia kazi, tumefanya mapitio katika sheria ambayo tunaizungumza ni kanuni ya adhabu, sura namba 16. Tumeweza kufanya mapitio kwenye sheria hii ili ambayo pia ilizungumzwa katika tume ya haki jinai. Kwa hiyo kwenye sheria hii tumeweza kufanya mapitio, hususani eneo mahususi tuliligusa kuhusiana na adhabu ya viboko. Si adhabu ya viboko zinazotolewa shuleni. Mwanajamii anaweza kadhani hapa sasa tunazuiwa tusiwaadabishe watoto wetu katika makosa kadhaa katika utoaji wa adhabu zile ambazo zinakuwa pia zimelandana na sheria. Lakini adhabu ya viboko katika wale ambao wanakuwa wamehukumiwa katika makosa ya kijinai. Kwa hiyo sisi tume tuliweza kufanya mapitio katika eneo hilo kuweza kuangalia zile adhabu zinazotolewa, namna ya utolewaji wa adhabu na maboresho gani yaweze kufanyika katika mfumo wa kisheria. Lakini pia sheria nyingine ambayo tuliangalia ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Tulifanya mapitio kwenye sheria hiyo kwa sababu pia iliguswa katika tume ya haki jinai, ambapo kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai miongoni mwa jambo la msingi ambalo tuliangalia ni masuala ya dhamana. Tuliweza kufanya mapitio kwenye eneo hilo, namna gani ya uboreshaji wa masuala ya dhamana katika sheria, lakini pia yale masharti ambayo yameainishwa kwenye dhamana. Lakini pia eneo jingine tulifanya tathmini ya utekelezaji wa kifungu cha 95 cha sheria hii ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hapo awali kilikuwa kinasomeka kama kifungu cha 95, ambapo ndani ya kifungu cha 95 tulikuwa tunaangalia mamlaka ya DPP katika kusitisha mashauri pale ambapo DPP anasema hana nia ya kuendelea na mashauri. Tuliangalia na kufanya na kutoa mapendekezo kwa serikali namna gani ile mamlaka iweze kuboreshwa, lakini pia kesi inapokuwa DPP amesema hana nia ya kuendelea nayo, mambo gani yaweze kuboreshwa katika maeneo hayo. Tulitoa mapendekezo kwa serikali na hatua zingine zimekwisha kuendelea, ikiwemo maboresho ya kisheria katika eneo hilo. Lakini pia jambo jingine ambalo tumeligusa miongoni mwa mambo ambayo tumefanya utekelezaji kulingana na mapendekezo ya tume ya haki jinai, tumegusa eneo la sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa. Sheria hii kulikuwa kuna changamoto katika eneo mahususi la masuala ya dhamana. Sisi tulitoa mapendekezo, tume tulifanya mapitio na tukatoa mapendekezo kwa serikali namna gani ya kuboresha makosa ambayo yameainishwa kwenye sheria hii na masuala mazima ya watu kupata haki ya dhamana katika baadhi ya makosa kwenye hii sheria. Kwa hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo tumeyafanya. Yapo mengi ambayo tumeyafanya katika utekelezaji wa yale mapendekezo ya tume ya haki jinai, lakini haya nimejaribu kutaja machache ambayo tumeyatekeleza miongoni mwa mengi ambayo tumekwisha kuyafanya. Naam. Tuko na Baraka Chipamba, wakili wa serikali, tukiweza kuangazia hii tume kwa kina zaidi. Hebu tuangazie makosa ya jinai, lakini pia kubwa zaidi katika kuangazia makosa ya jinai tuangazie masuala mazima ya dhamana katika makosa ya jinai. Tunapozungumzia jinai kwanza, jinai ni kitu gani? Asante. Tunapozungumza jinai ni makosa mazima
au matendo mazima ambayo yanaweza akafanywa na mtu au kikundi cha watu au watu wengi au taasisi kupitia watendaji wake, ambao masuala haya mazima yanakuwa yanafanywa ambayo yapo kinyume cha sheria zinazoainisha makosa ya kijinai, ambayo sheria mojawapo ni kanuni ya adhabu sura namba 16, ni miongoni mwa sheria. Lakini pia zipo sheria zingine ikiwemo sheria inayoshughulikia masuala ya madawa ya kulevya, inayoshughulikia usafirishaji haramu wa binadamu, sheria inayoshughulikia masuala ya rushwa. Sheria hizi zote na nyingine nyingi zimeainisha baadhi ya makosa ambayo mtu akitenda anajulikana kwamba amefanya swala la kijinai. Kwa ni dhana zima ya jinai inabebwa katika maeneo hayo, na kisheria sisi tuna kanuni ambayo inasema hakuwezi kuwa na kosa kama sheria haijatambua. Kwa ndo maana jinai tunazungumza, lazima kuwe na sheria ambayo imeainisha na kusema kwamba jambo hili likifanywa ni kosa la jinai. Naam. Dhamana ni nini? Sasa dhamana ni uhuru wa masharti ambao anapewa mtuhumiwa au mshtakiwa ama mfungwa, ambao anapewa na mahakama au anaweza akapewa kwenye polisi. Kwa hiyo dhana nzima ya dhamana inagusa uhuru wa masharti, kwamba huyu mtu, miongoni mwa masharti inaweza ikawa kila baada ya muda fulani utaripoti kwenye kituo cha polisi, au wasilisha hati ya kusafiria, au usitoke kwenye mpaka huu, labda usitoke nje ya nchi. Kwa hiyo dhamana ni uhuru wa masharti anaopewa mtuhumiwa au mshtakiwa katika makosa yale ya kijinai yanayokuwa yametendeka. Kwa kunakuwa na sharti fulani ambalo linaambatanisha na ule uhuru anaopewa. Na hii dhamana imejengwa na msingi mkubwa kuanzia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ukiangalia ibara ya 15 na ibara ya 13, ibara ndogo ya 6, zimeainisha kwamba mtu hatochukuliwa kwamba ana hatia mpaka pale itakapothibitishwa na mamlaka, ambayo mamlaka inayozungumza itakapothibitishwa na mahakama. Mtu asihesabike kwamba ana hatia. Lakini katiba pia imeendelea na kusisitiza kwamba watu wana uhuru wa kumove. Mtu asifungiwe au asizuiwe kuwa na uhuru. Kwa hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo yamejenga dhana nzima ya dhamana katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ni ule uhuru wa masharti anaopewa mtuhumiwa au mshtakiwa kwenye makosa ya jinai. Na tukiangalia ni chombo gani ambacho kina mamlaka kutoa dhamana sasa? Asante. Tukiangalia sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura namba 20 inatambua vyombo vinavyoweza kutoa dhamana. Chombo kimojawapo ni jeshi la polisi. Ndio. Yaani mtu anapokamatwa kwa makosa ya jinai kwenye jeshi la polisi, sheria imeainisha kwamba jeshi la polisi linaweza likampa dhamana pale ambapo mtuhumiwa hataweza kufikishwa mahakamani ndani ya masaa 24, yani taratibu za kiupelelezi zikiwa zinaendelea. Na pia chombo kingine ambacho kimepewa mamlaka ya kutoa dhamana ni mahakama. Pale mtuhumiwa anapofikishwa mbele ya mahakama na kusomewa mashtaka, hatua ambayo inafuata huwa inakuwa ni ya dhamana. Na hii inaenda kwenye yale makosa ambayo sasa sheria imeainisha yana dhamana. Ukienda kuangalia kifungu cha 61 na cha 60 cha sheria hii ambayo ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, utaona inaainisha dhamana ambayo inatolewa na jeshi la polisi. Lakini pia ukisogea kwenye kifungu cha 150 sambamba na kifungu cha 151, tunakuta sheria inaeleza mamlaka ya mahakama katika utoaji wa dhamana katika makosa ya jinai. Ndio. Mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia, tupo na Baraka Chipamba, wakili wa serikali. Nafasi yako kutuma ujumbe wako mfupi na kupiga simu kupitia 0734 7967 42. 0734 7967 42. Tupigie simu nasi tutaweza kupokea simu zako. Kama una swali lolote, una ushauri, basi piga simu utoe ushauri ama uulize swali. Wakili hapa Chipamba, Baraka Chipamba, ataweza kukujibu maswali yako. Lakini tuangalie mara baada ya kutazama hizo chombo ambacho kinatoa dhamana, kina haki ya kutoa dhamana. Naam. Na mambo gani ya kuzingatiwa kabla ya mtuhumiwa ama mshtakiwa
kupewa dhamana? Asante. Yapo mambo kadhaa ambayo yanaangaliwa na hivi vyombo ambavyo kama nilivyosema, jeshi la polisi sambamba na mahakama. Miongoni mwa jambo la mojawapo ambalo linazingatiwa ni kwamba jambo mojawapo linaloangaliwa ni afya pia ya mshtakiwa. Kwa mfano, mtuhumiwa au mshtakiwa amekamatwa ni mzee au mtu mwenye changamoto ya kiafya, ni sababu ambayo pia inaangaliwa katika utoaji wa dhamana. Lakini pia jambo jingine linaloangaliwa ni aina ya kosa, kwamba hili kosa lililotendwa sasa, je, linaruhusiwa kupatiwa dhamana kwa mujibu wa sheria? Sheria imeainisha kwamba hili kosa lina dhamana. Lakini pia jambo jingine linaloangaliwa ambalo ni jambo la msingi pia, hivi vyombo ikiwemo mahakama na jeshi la polisi linaangalia pia uwezo wa mtuhumiwa au usalama wa mtuhumiwa husika au mshtakiwa husika, sababu kuna makosa mengine unakuta usalama wa yule mshtakiwa unakuwa upo mashakani, kwamba mkimruhusu sasa mkampa uhuru wa masharti kwamba nenda uraiani, inaweza ikaathiri ya usalama. Kwa nini labda hivi vyombo vinaangalia pia usalama wa huyu mtuhumiwa au mshtakiwa? Wengine jamii inaweza ikasema sasa mtu ameshtakiwa, kwa nini tuangalie usalama wake? Sababu pia ana haki na uhuru wake ambao umeainishwa kwenye sheria. Lakini pia jambo jingine linaloangaliwa, huyo mtuhumiwa au mshtakiwa asiwe amehukumiwa hapo kabla kwa kifungo ambacho kinazidi miaka 3. Pia ni sababu ambayo inaangaliwa. Lakini pia jambo jingine ambalo linaangaliwa ni uwezo wa yule mtuhumiwa kuathiri upelelezi. Kwa hiyo pia ni jambo la msingi ambalo pia linaangaliwa kabla ya dhamana kuweza kutolewa. Na pia jambo kwenye umri pia pia wapo watoto ambao wanakamatwa wakati mwingine wanahusishwa na makosa ya kijinai. Kwa sababu ya umri wake pia sheria imeainisha kwamba watazingatia swala la umri. Lakini pia jambo jingine la msingi ambalo linaangaliwa kama nilivyokwisha kusema ni aina ya kosa lililotendeka na sheria inasemaje kwenye kosa husika. Lakini pia usalama pia wa mtendewa lile kosa. Yapo makosa mengine yanafanyiwa dhidi ya watoto. Kwa pia usalama inaweza kawa mtoto, inaweza kawa mtu mzima. Usalama pia wa yule ambaye ametendewa lile kosa husika pia huwa unazingatiwa katika kumpa dhamana mtuhumiwa au mshtakiwa. Asante sana. Kuna maswali mengi yameingia hapa kupitia 0734796742 nambari ya kupiga simu, lakini pia ni nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi. Sema nyie kazi yenu ni tupokee simu kwanza, alafu tutakuja kusoma ujumbe kwenye laini ya simu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za asubuhi Toto? Njema kabisa. Jina nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Juma Kitunga, niko hapa Morogoro Msamvu. Naam, karibu. Awali ya yote kwanza nipende kumpongeza sana ndugu yetu hapo kwa kuchambua vitu ambavyo ni muhimu hasa kwa sasa hivi, kwa sababu hamna kitu kikubwa sana kama masuala mazima ya kisheria kwa sababu kama tume ya kurekebisha mambo ya kisheria ni jambo ambalo ni muhimu sana, kwa sababu kuna sheria nyingi ukija kuangalia zinakuwa zimepitwa na wakati. Kuna mambo kama mawili kwa haraka nilitaka tu nijaribu ambayo mimi naomba sana sheria ijaribu kujikita au niambie kama imesharekebishwa au vipi. Kuna vitu ambavyo vinalalamikiwa, hata ikizingatiwa kwamba mimi mara nyingi huwa wanatembelea kama kiongozi, huwa natembelea magerezani na kuwa napata fursa ya kuongea na wafungwa, watuhumiwa mbalimbali magerezani. Najua changamoto wanazozipata. Changamoto kubwa, watu wanalalamika rufaa zao. Mtu anafungwa miaka 5, 6 au 7 anakata rufaa. Miaka 3 inapita, miaka 4 rufaa isikilizwi. Alafu mtu anasota, siku ikisikilizwa kesi yule mtu anaachiwa, hakuwa na hatia, lakini kasota jela muda mrefu sana. Sasa hivi na malipo gani sio anapata? Kwa sababu mtu kasota, alikuwa anakosa, kafungwa, kakata rufaa isikilizwi, inachukua muda mrefu. Hebu jambo kama hili nilikuwa naomba sana wajaribu sana kulifuatilia kwa makini. Lingine, ucheleweshwaji wa hizi kesi mahakamani. Mtu anaweza kasota jela miaka 5, 6, 7, kesi anapigwa danadana tu na yuko rumande huyo. Siku anakuja kusikiliza, anafungwa, anapigwa miaka mingi. Hawazingatie miaka aliyekaa magereza muda mrefu. Hivi vitu hebu sheria nayo iangalie. Vitu kama hivi kwa kweli vinaleta mtihani kidogo. Alafu lingine, waende polisi
polisi wanalalamikiwa, nikifika magereza wanasema watu wamebambikiziwa sana makesi. Ukija kuangalia mpaka rais alishawahi kulalamika kuzungumza watu wasibambikiziwe makesi. Ukija kuangalia unakuta kweli, na ndio maana upelelezi unakuwa mgumu, unachukua muda mrefu, watu wanabambikiziwa sana makesi. Hata haki jinai walipopita, hili jambo limelalamikiwa sana. Ukija kuangalia katika maoni, wananchi wengi sana wamelalamika kuhusu dhuluma kama hizi. Hebu nilikuwa naomba haki sheria wanae nani kuangalia hizi vitu kama hivi, wafuatilie kwa makini, wajaribu kutengeneza ili umma kidogo uwe na imani angalau na serikali yao. Shukrani sana Juma Kitunga. Asante. Naamini umemsikia. Naam, na ili maswali yake haya, naomba uendane na majawabu ya swali hili. Makosa gani ambayo sheria inaelekeza kuwa hayana dhamana? Asante. Sheria hii ambayo tumesema ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sura hii namba 20, ambao ukienda kwenye kifungu cha 151 kinaainisha baadhi ya makosa ambayo hayana dhamana ambayo nitayataja. Lakini pia nimeona aliyepiga simu ametoa miongoni mwa mambo aliyoyasema, ametoa pia mapendekezo nadhani na maoni pia, sababu kama tulivyosema sisi Tume ya Kurekebisha Sheria tunawahusisha wananchi moja kwa moja, na tunapofika kwenye vipindi hivi vya television na radio pia ni sehemu yetu ya kupokea zile changamoto za kisheria. Zipo jitihada ambazo pia zinaendelea. Kama tulivyosema, kuna mambo mengi tumekwisha kufanya kulingana na yale mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, lakini pia ni taratibu ambazo zinaendelea na maboresho ya sheria ambayo yanaendelea. Kwa hiyo yapo mambo mengine yameshafanyiwa kazi, hususan kuboresha mifumo ya kimahakama na vyombo vya utoaji haki. Kama tunavyoona sasa hivi nchi yetu, ukienda kwenye mahakama mambo yanaenda kidigitali, kisasa zaidi. Kwa hiyo zipo jitihada ambazo zimekwisha fanyika kwenye maeneo hayo ili pia kesi ziweze kwenda kwa muda mfupi, na yale ambayo aliyepiga simu ameyatoa kama mapendekezo, ndio maana nilikuwa ninayaandika ili pia tuweze kuyachukua kama chachu na namna gani tunapoenda kuangalia maeneo yanayohusiana na masuala ya dhamana, lakini pia mfumo wa utoaji, mnyororo mzima wa utoaji haki tuweze sisi kama tume kuyaangalia. Na nikienda kwenye makosa sasa ambayo hayana dhamana nchini kwetu, kwenye hii sheria kwenye kifungu cha 151 kimeainisha miongoni mwa makosa ni mauaji ya kukusudia. Ni kosa ambalo kisheria linakuwa halina dhamana. Mtu akitenda kosa hilo anapokuwa polisi au akifikishwa mbele ya mahakama hatopata dhamana. Na tunafahamu kuna kuua kwa kukusudia na kutokukusudia. Kwetu sisi wanasheria vipo vigezo ambavyo vimeainishwa kwenye sheria ambavyo huwa tunaviangalia kwenye maeneo hayo. Lakini pia kosa jingine ambalo linakuwa halina dhamana kisheria ni masuala ya ugaidi, lakini pia makosa ya uhaini. Ni miongoni mwa makosa ambayo sheria imeainisha kwamba hayana dhamana. Lakini pia kosa jingine ni masuala ya kutumia madawa ya kulevya au kukamatwa na madawa ya kulevya au matumizi ya madawa ya kulevya. Mtu amekutwa na bangi, amekutwa na milungi, pale ambapo thamani ya hayo madawa ya kulevya inazidi milioni 10 hatopewa dhamana. Lakini pia makosa mengine ambayo mtu hatopewa dhamana ni kukutwa na madawa ya kulevya akiwa anafanya shughuli za kibiashara katika madawa ya kulevya. Pia imeainisha sheria kwamba mazingira ambayo hayana dhamana. Jambo jingine, kosa jingine ni usafirishaji haramu wa binadamu. Ni kosa ambalo halina dhamana kwa sababu nchi yetu na dunia nzima inapambana na vitendo hivyo. Eneo jingine ni utakatishaji fedha haramu. Pia sheria imeainisha kwamba masuala hayo yanakuwa hayana dhamana kwa mujibu wa sheria zetu. Lakini pia hapo mazingira mengine, kwa ukutwe kwa kukusudia ama kwa kutokusudia, naam, wewe dhamana hupewi kwenye eneo la mauaji, kwenye maeneo haya ambayo yote umeyataja. Sasa kwenye mauaji yakiwa ya kukusudia dhamana hupewi. Mfano kwenye masuala ya dawa za kulevya, ndio huenda tu umeingia kwenye mnyororo hali ya kuwa mwenyewe hata uhusiki. Ndio. Mfano ambushi imekuja hapo, wewe unafanya biashara zako na nini, ndio, watu wakaficha vitu katika eneo lako la biashara, ndio, ukachukuliwa. Kwa hiyo upewe dhamana, aidha umehusika ama hujahusika. Sasa kisheria kama nilivyosema awali kwamba dhamana ni haki kama ambayo imejengwa katika msingi wa katiba. Sasa kuhusika kwa mtu au kutokuhusika ni taratibu zile za upelelezi ndio zinazokuja kuainisha. Lakini pia kwenye hatua za kimahakama
Sababu wakati mwingine kwenye jamii unaweza kusema tukasema huyu mtu tunamuona mbona ni mwema, tunaona hahusiki, lakini upelelezi huo unakuja kubainisha kwamba kweli huyu mtu hahusiki ama la. Lakini pia inapofika mahakamani ndio hatua kubwa zaidi ambayo tunagundua sasa huyu mtu anahusika ama la kwenye masuala ya uthibitishaji. Asante sana. Tupokee simu kwenye line ya simu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Salama kabisa. Jina nani, unapiga simu kutoka wapi? Mula Hassan Muhammad, Dar es Salaam. Na mzee Mula Hassan, karibu. Alhamdulillah. Sasa ndugu wetu mwanasheria kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria, tunakushukuru umekuja, lakini kuna mambo kadhaa ambayo tulihitaji ufafanuzi, lakini tulihitaji pia muweze kuyafanyia kazi. Maanake isiwe tamko tu Tume ya Kurekebisha Sheria na mambo yanaendelea yale yale. Kwa mfano, swala la kubambikiza kesi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bibi Samia Suluhu Hassan aliwahi kulikemea, lakini tangu amelikemea hilo inaonyesha wahusika wote hawajalisimamia, kwa sababu bado watu wanalalamika kwa kiasi kikubwa. Sasa hili kwa kuwa nyinyi mpo, ingawa si kazi yenu kuifuatilia kauli ya rais, wapo wengine, lakini kwa sababu mmekuja katika mfumo wa kurekebisha sheria, sasa sisi tunakutuma kwamba swala alilolitamka rais la kubambikiza kesi tunaona halijafanywa kazi, kwa hivyo lifanywe kazi. Lakini katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla inasema kuna uhuru wa kuabudu, ili mtu asivunje sheria za nchi, lakini bado tunaona mapungufu katika kuisimamia nukta hii ya katiba kwamba watu wana uhuru wa kuabudu. Nitakupa mfano ulio hai. Sisi watu ambao tunatekeleza mambo yetu katika baadhi ya dini, katika mambo ya dini, baadhi yake ya kufunga na kufungua na kusali Idi kimataifa, bado hatujatendewa haki, kwa sababu hatujumuishwi katika sikukuu watu wapumzike kama vile ilivyokuwa wakati wa Bwana Mwinyi na Bwana Juliasi. Hawa watu wa Sabato waliweza kupewa ruksa hiyo ya kutokwenda kazini kwa tamko la sikukuu, kwa sababu yale masaa tulikuwa tukifanya Jumamosi yote yalirejeshwa katika siku za nyuma, na wao wakaruhusiwa kuabudu Jumamosi. Sasa kwa mfano huo, na sisi watu tunaosali kimataifa tunakutuma wewe, ambaye sikurekebisha, lakini ukaikumbushe serikali kwamba kifungu kile cha katiba kinatekelezwa nusu nusu, hakiko katika ukamilifu. Kwa hivyo tunahitaji na sisi sikukuu ya kupumzika kitaifa, ikiwa hii ya kimataifa, tunafunga kimataifa, na itambue serikali kwamba kuna watu wanafunga kimataifa, hilo litambuliwe kisheria. Lakini tuna jambo hili sasa moja kwa mbili. Kwa mfano, ilifutwa Jumamosi kazi, sasa Ijumaa kuna watu hawana ruhusa ya kwenda kusali, wanakwenda maanake kwa kuiba tu. Sisi watu wa serikalini kwa mfano wanaweza kuruhusiwa, lakini wale ambao wako katika sekta binafsi lazima aongope ndio aende kwenye swala ya Ijumaa. Na hii swala ni muhimu zaidi, ni swala ya wiki nzima. Watu watakiwa wapate muktasari wa mambo ya dini yao kwa wiki nzima. Ni sawa na ile siku ya Idi ya kimataifa, watu wanatoroka kazini. Sasa wametoka kufunga, wanatoroka kazini, wanapata dhambi. Sasa uhuru wa kuabudu hauonekani katika kifungu hiki cha katiba. Lakini kuna mambo mengine, wale watu ambao hawana uwezo, kesi zao zinakuwa ngumu. Maanake mention zinakuwa nyingi kupita kiasi, miaka inaenda, mtu anasimamishwa kazi, hana posho, hana chochote, lakini kazi inaenda. Lakini kuna makosa ya pamoja. Kwa mfano, watu wameshtakiwa ofisi moja, wote wamefanya kosa kubwa, baadaye inakwenda inachujwa, huyu mkubwa wa idara fulani, huyu mkubwa sijui wa idara fulani ni nyeti, anatolewa kwenye kesi kinyemela, wanabaki walala hoi. Sasa sheria hii ya kwamba sheria haina mipaka iko wapi? Na hii ndio
katika tume ya kurekebisha, utatufanyia kitu gani ili tuweze kupata nafuu kwa watu hawa? Mimi sifanyi kazi, miaka ya kazi mimi niko retired, lakini hawa bado wapo kwenye kazi, wanateswa nafuu, sijui uonevu, upendeleo, kwamba huyu anatia fulani anatolewa, hata kesi hajazungumza. Shukrani sana. Asante sana Mzee Mula Hassan. Shukrani sana. Ni Mzee Mula Hassan huyo akiweza kuzungumza. Umechukua maoni yake, kuna jambo moja kulizungumza? Asante. Nimechukua maoni yake na kama nilivyosema awali kwamba tunapokuwa tunafika kama hivi kwenye vyombo kwenye vipindi hivi vya television sambamba na njia zingine tunazozitumia kutoa elimu, ndio inakuwa ni wasaa wetu pia kupokea maoni. Asante sana. Nimeyapokea, nimeyachukua na tutapeleka kwenye utendaji kazi. Shukrani sana. Asante sana. Mzee Mula, yamefika maoni yako na yatapelekwa katika utendaji kazi. Kwenye line ya simu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Msolambogo Mrisho Msolambogo, niko Kidawe, mkoa wa Kigoma. Msolambogo, karibu kutoka Kigoma. Asante. Mimi nitazungumzia vipengele viwili. Ndio. Nazungumzia kipengele cha kwanza ni masuala ya mtandao. Serikali imekuwa inabuni sheria za kuwadhibiti watu wa mitandao, lakini wananchi wake wa Tanzania wanaendelea kuibiwa na watu wa mitandao. Je, watadhibiti lini sasa? Washauri serikali ifikie kudhibiti kabisa wananchi wake pamoja na kubuni wanapobuni, serikali inabuni kudhibiti uwizi wa mtandao na wao wanabuni ujanja mwingine. Kwa nini wasitumie moja kwa moja kudhibiti masuala ya mtandao, uwizi wa mtandao? Hilo la pili. La kwanza. La pili ni kuhusu haki ya mpiga kura. Sheria ya haki ya mpiga kura na kutangazwa kwa haki matokeo aliyoamua mpiga kura. Je, kwa nini serikali haidhibiti kwenye tume kipengele hicho ili mwananchi akaambiwa na katangaziwa maamuzi aliyoyatoa kwa usahihi bila mizengwe? Sawa, shukrani sana. Yangu naiomba serikali ijaribu kuliona la haki ya mpiga kura na matokeo ya matangazo ya mpiga kura yawe ya haki bini haki. Yeye kama wakili aishauri serikali. Shukrani sana. Kabisa mizengwe inayofanyika kwenye matangazo ya upigaji wa kura kwa haki aliyoitoa mwananchi. Asante sana. Shukrani sana. Haya, maoni yako yamesikilizwa na yamechukuliwa. Naam. Hakika. Haya, anasema Radio Iman, asanteni sana kwa kutuletea kipindi hicho. Shukrani sana. Kwenye line ya simu msikilizaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mrisho Tozo, ni Juma Kitunga kutoka Msambu. Samani nilisahau jambo, nilikuwa naomba nilifikisha kidogo. Ndio. Kwa muda mfupi ni kwamba kuna kitu nilikuwa nimekisahau katika masuala mazima ya ufuatiliaji kesi. Kuna kesi nilishawahi kuhudhuria kusikia hii, hasa hii sheria ya kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao, kwamba wale watuhumiwa wanakuwa magereza, alafu huku mahakamani inaposikilizwa ile kesi, jaji hamuoni yule shahidi wa jamhuri anayetoa ushahidi, haonekani. Mawakili wote hawamuoni yule shahidi, wanasikia sauti tu. Sasa hii sheria gani? Mimi naona kama kandamizi, kwa sababu shahidi anaweza kawa ni yule wa jamhuri akarudia tena huyo akabadilisha sauti akatoa ushahidi, kwa sababu hamuoni hata sura. Alafu kibaya zaidi, hata jaji mwenyewe hamuoni sura yule anayetoa ushahidi. Sasa hii ni hatari sana, watu wanafungwa kwa vitu kama hivi. Kwa kweli hii sheria hii naona kama kandamizi. Kwa nini watie live tu wanaonana? Toa ushahidi wako ulioona live tu. Sasa kwa nini ujifiche? Shukrani sana. Picha haonekani, siku ya siku unakuta watu wanafungwa, matokeo yake ushahidi uliotolewa mtu haonekani. Hadi jaji mwenyewe hamuoni shahidi, hamjui. Hata sura yenyewe hamjui. Asante sana. Asante sana. Mambo ya mtandao haufai bwana. Hebu irekebisheni sheria hiyo. Haya bwana. Juma Kitunga, teknolojia hiyo. Naam, karibu. Asante sana. Nadhani nimesikia maswali mengi ambayo yamekuwa yakiulizwa. Ndio. Na yapo mengine ambayo yanahusu kwenye minyororo ya utoaji haki. Ndio. Kama nilivyokwisha kusema kwamba
sheria kila siku zinaboreshwa na serikali imekuwa ikiendelea kufanya jitihada za uboreshaji wa sheria kwa namna nyingi ikiwa sambamba na upokeaji wa maoni ya wadau na kama ambavyo sisi jukumu letu Tume ya Kurekebisha Sheria tunachukua maoni ya wananchi na sambamba na kuchukua mapendekezo yale wanayoyatoa na tunafika kwenye hatua ya kuyachakata kitaalamu ili kuweza kutoa mapendekezo kwa serikali namna gani sheria zetu ziboreshwe kwa sababu pia sheria zinagusa pia vyombo mbalimbali ambavyo vinahusika na utoaji haki. Kwa hiyo tunatekeleza jukumu hilo na wananchi tunawasikiliza kwa sikio la usikivu mzuri, wala hatuachi kuwasikiliza kwa sababu sheria zinatumiwa na wananchi wote. Mimi, wewe pia mtangazaji ni sehemu ya watumiaji wa sheria. Kwa hiyo maoni tunayapokea, changamoto zilizopo tunazipokea na kama nilivyokwisha kusema jukumu letu mojawapo ni kufanya tathmini. Kwa hiyo pia changamoto zingine zinazojitokeza sisi tunazipeleka upande wa jukumu letu la kufanya tathmini. Tunaifanyia tathmini sheria kulingana na ile changamoto tuliyoiona. Kwa hiyo wananchi tunawasikia na hizi changamoto wanazozisema sisi tunazipokea sababu ndio jukumu letu kubwa la Tume ya Kurekebisha Sheria, kupokea changamoto za wananchi sambamba na kufanya mapitio ya sheria, tafiti na tathmini. Lakini pia panapokuwa na haja au mara pengine tunawaelimisha wananchi. Sababu wakati mwingine unaweza ukasema hii ni changamoto, kumbe ni kwa mfano mifumo ya kisasa hii ya ambayo imewekwa kwenye vyombo vyetu vya mahakama ni mifumo ya kisasa kwa sababu duniani kote teknolojia inazidi kukua. Lakini pia panapokuwa na changamoto serikali inaona namna gani ya kuziboresha, kuziondoa zile changamoto ili ufanisi uzidi kuwepo. Na tuhitimishe kipindi. Tume inawaambia nini wananchi kuhusu marekebisho ya sheria nchini? Asante. Tume ya Kurekebisha Sheria tunawaambia wananchi wao ni sehemu ya maboresho ya sheria za nchi yetu. Kwa hiyo pale ambapo tume tunafika kwenye maeneo ambayo wananchi wapo, ukisikia Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania inafika, basi waweze kujitokeza kwa wingi. Lakini pia tuna kuwepo kwenye maonyesho mbalimbali, maonyesho ya Sabasaba, maonyesho ya 88. Nadhani ni mwezi wa 12 kulikuwa na maonyesho hapa Morogoro kwenye uwanja wa Jamhuri. Pia sisi tume tulikuwepo. Tulikuwepo hapo tukiwa tunatoa elimu sambamba na kupokea mapendekezo. Kwa hiyo wananchi wanapokuwa wanasikia tume tumefika, lakini pia tumezunguka kwenye maeneo yao kwa ajili ya maboresho ya sheria mbalimbali, basi wananchi waweze kujitokeza. Lakini pia tunawaambia wananchi waweze kutembelea mitandao yetu ambao ni mitandao yetu ya kijamii kule Instagram. Kwa mfano sasa hivi kule kwenye akaunti yetu ya Instagram ya Tume Sheria tumeweka mapitio ya sheria ya bima. Ipo kule tumeweka barcode, lakini pia tumeweka linki ambayo mtu akiingia kule kwenye hiyo linki anaweza kutoa maoni yake. Kwa hiyo wananchi tunawakaribisha tunapofika waweze kujitokeza, tunapokuwa tunazunguka kupokea maoni ya sheria mbalimbali waweze kujitokeza. Nikushukuru sana wakili. Asante sana, nashukuru sana. Baraka Chipamba, wakili wa serikali, nilikuwa naye kwa siku hii ya leo katika kipindi cha Mwangaza katika Jamii na tukizungumza kuhusiana na Tume ya Kurekebisha Sheria nchini Tanzania. Ulikuwa nami wakati wote Mrisho Salum Tozo. Asante kwa kuwa nasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.